Miaka mingi iliyopita, mfalme wa kwanza wa Oria aliongoza kikosi chake kwenye mashambulizi dhidi ya Dragon aliyekuwa akiishi katika milki yake kwenye misitu na pango kubwa. Aliingia katikati ya giza la pango hilo na kumshambulia vikali na Dragon, na wakati wakimshambulia Dragon aliwatemea moto na kuwaua baadhi yao, na baadaye kumaliza kuua mmoja baada ya mwingine, na waliobaki wote wakauliwa kasoro mfalme ambaye alipobaki peke yake alijisalimisha kwa kuweka panga chini. Karibu, hii ni DTV. Mimi naitwa Naima Mohamed. Filamu inaitwa Damsel. Karne nyingi baadaye, kuna binti aitwaye Elodie, binti wa Lord Byford. Yupo akikata kuni kwa ajili ya kusaidia katika mji wao, kwani maisha ni magumu, lakini mdogo wake anamuuliza kama yeye ni Elodie, na Elodie anaitikia. Kisha yule mwanamke anamwangalia na kuambia wazazi wake anafaa. Anaacha barua akimwambia baba yake kuwa wanasubiri majibu, na kisha anaondoka. Elodie anamuuliza baba yake kuwa yule ni nani, hapewi majibu. Baba yake anafungua ile barua kuisoma aliyopewa, na mama yake pia wa kambo hana majibu, lakini barua imetoka kwa malkia wa Oria, ni barua ya kumchumbia Elodie, na baba yake anamwambia kuwa akubali kuolewa, ndoto yake ni kusafiri, basi prince kutoka Oria atampa kila kitu anachokitaka. Elodie hakubaliani na hilo, lakini baba yake anamshawishi akimwambia akubali, kwani hiyo itasaidia kubadilisha maisha katika mji wao. Elodie ni binti anayethamini watu wake, hivyo anakubali. Njiani mdogo wake anapomuuliza nini tatizo, anamwambia hakuna shida, wapo wakielekea huko kwa mchumba wake Prince. Lakini mdogo wake anajaribu kumtoa hofu, na Elodie anasema kuwa hawa watu hawajui, ndio kwanza amewasikia, anawezaje kuliweza jambo hilo? Mama yao hayupo sawa, pamoja na akiwa na baridi mwilini mwake, anamfunika, na hapo linapigwa pulizo. Wanapoangalia mbele, kuna moshi tu umetanda, na Lord Byford anawaambia kuwa wanaingia Aurea. Njiani wanapokelewa na sanamu za Dragon, wanaogopa kidogo, lakini wanakutana na mji mzuri baada ya moshi mzito kuisha, mji mzuri unaovutia sana. Wanapanda ndani ya farasi na kupita katikati ya mvuto wa mji huo, wakiangalia vitu ambavyo kwao havipo. Hii ni ikulu kubwa sana yenye ulinzi kila sehemu. Wanashuka kwenye farasi na kuambiwa kuwa familia ya mfalme ipo kwenye maombi, ila vyumba vyao vipo tayari. Floria anavutiwa na uzuri, akimwambia mama yake kuwa ni ndoto, yani ni kama ndoto anaota. Wanafika kwenye chumba walichokabidhiwa, ni kikubwa sana. Ufalme huo ni ufalme wa kitajiri. Baada ya hapo, yule mtu aliyewapokea anamwambia kuwa anamwacha hapo Elodie, hicho ni chumba chake, baadaye ataenda kuonana na Prince Harry. Elodie ana wasiwasi, baba yake anamuuliza kuna shida, anamwambia anatumai mwanaume huyo awe mkarimu, na Floria anadakia kuwa awe na mvuto pia. Wanamwacha Elodie kwenye chumba chake mtarajiwa kwa mara ya kwanza. Baada ya kutambulishana, wazazi wakitaka kuongea masuala ya ndoa, Harry na Elodie wanapewa nafasi ya kujuana. Harry anamtembeza Elodie huku akimuuliza maswali na kuongea mambo mengi kuhusu kujuana, wakiulizana maswali kuhusiana na wao wenyewe, vitu gani wanapenda. Elodie anamwambia kuwa muungano wao ni kwa faida ya watu wake, na kwamba furaha yake ndogo haiwezi kuwa ndoto za jamii yao, jambo ambalo Harry anaonekana kama kuvutiwa ama kushangazwa nalo. Wanaongea na kufurahi pamoja. Elodie anamwambia kuwa ameona farasi, na hapo wanachukua kwenda kutembea zaidi kuangalia mazingira. Baada ya malkia na baba yake Elodie kuongea, malkia anatoka na kuondoka. Mke wake anamuuliza vipi kuhusu mahari, imekwaje? Anamwambia kuwa wamepewa dhahabu nyingi sana, lakini hilo linampa wasiwasi baba huyo, uso wake ukiwa hauna furaha. Huku Elodie na Henry wanaongea, na hapo Henry anamwambia kuwa ndoa yao imepangwa tarehe hizo kwa sababu kuna sherehe za kuenzi wazee wa zamani, na kwamba anatamani siku moja kutoka na kwenda kujiona dunia nje ya falme yao. Na hata Elodie naye anamwambia pia hiyo ni ndoto yake, na hapo anagundua kuwa ni watu wanaweza kuendana. Watu akiwa anaandaa sehemu kwa ajili ya ndoa, mama yake Elodie anamfuata na kuanza kumwongelesha malkia, lakini malkia huyo anaanza kumpa maneno mabaya na ya nyodo, akimwambia kuwa wao wanataka pesa na familia ya kifalme inataka mke, ila haihitaji familia, na kusema anawatakia maisha mazuri Harry na Eloise. Lakini mama yake anamrekebisha na kumwambia kuwa binti yake haitwi Eloise, anaitwa Elodie. Malkia anaondoka kwa dharau. Mama yake Elodie anaanza kuona ishara mbaya. Anamfuata usiku wa Elodie na kuanza kuongea naye, akimwambia kuwa hiyo ndoa ni makosa na kuwa hao watu hawaamini hata kidogo. Floria anamwambia kuwa jana alikuwa na furaha, leo imekuwaje mama huyo awaambie kuna kitu hakipo sawa? Mama yao anawaambia kuwa jana alikosea, na anaambia hao watu sio wazuri.
Wanapomuuliza baba yao anasemaje, anamwambia Elodie kuwa hajataka kuliongelea swala hilo, na hapo baba yao anaingia na kuwauliza kuna tatizo. Elodie anaficha, lakini mama yake anamwambia bado muda upo, akimaanisha kumwambia Elodie kwamba anaweza kuivunja hiyo ndoa, na kisha anamuonya mumewe anachokifanya sio sahihi na kuondoka. Siku ya harusi kumekucha, Elodie anaandaliwa na kuvishwa vizuri pamoja na mdogo wake. Ni furaha tupu iliyotawala. Tayari Elodie amevutiwa na Henry, yani ameanza kumpenda. Wanamaliza kumvesha na kuondoka, na baadaye wanatoka Elodie na Henry na kuingia sehemu ya kufungia ndoa, huku familia zao zote zikishuhudia, na Elodie anatambulishwa kama mkewe na princess wa Aurea. Baada ya ndoa, Elodie anawaaga familia yake, baba yake, mama yake wa kambo na mdogo wake kipenzi, na kupanda farasi yeye na mumewe na kuondoka. Njiani anamuuliza wanaenda wapi. Henry anamwambia kutoa heshima kwa wazee wao zamani. Katikati ya milima na mapango wanapita kukiwa kumewekwa maua, na mbele anaona kundi kubwa la watu wakiwa wamejifunika nyuso zao, na mwanamke anayeitwa Isabella ambaye alienda kwao kupeleka barua ya posa. Akiwa hapo anamkaribisha na kumwambia kuwa anaungana na wanawake waliosaidia kuijenga hekalu hiyo, na kuingizwa ndani akipewa hadithi kuwa watu wa mwanzoni waliofika hapo walikutana na kiumbe ambacho kilikuwepo kabla yao na kiliwadhuru watu wao, na baada ya kupambana naye kiumbe huyo akakimbilia mapangoni, na mfalme akakusanya wanajeshi wake kulipa kisasi cha wanakijiji wake waliouliwa na kiumbe huyo. Wakati akihadithiwa, Elodie anapata wasiwasi na sehemu hiyo ilivyokuwa, akiambiwa kuwa mfalme ili kupambana na kiumbe huyo na kumaliza vita, kubaki na amani, alitoa sadaka ya mabinti zake watatu, kwa kuwa alithamini sana watu wake, hivyo mabinti zake waliliwa na yeye akabaki na ufalme wa hapo. Anamwambia hiyo ni heshima waliojiwekea ya enzi, na kila karne, kila kizazi lazima kije kufunga ndoa na kuiheshimisha ndoa zao na kudhiadhimishia hapo. Isabella anachukua kisu na kumkata Henry, kisha anamkata na Elodie na kuunganisha damu zao, na baada ya hapo anasema kuwa damu zao zimeungana na kutangazwa. Anamuomba msamaha Elodie na kumtupa chini kule aliporusha hela. Elodie anaamka akiwa kwenye shimo lenye giza, damu zinamtoka, ameumia kila sehemu na mwili unamuuma. Anainuka na kuita msaada, lakini sauti yake pekee ndiyo inajirudia rudia. Anajaribu kupanda juu kidogo kuita, asijue sauti yake inamwamsha mnyama aliyopo humo. Elodie analia kwa hasira na kuanza kujaribu kwenda juu, lakini anaumia zaidi. Pembeni anaona vitu vya dhahabu vya mwanamke, sio vya kwake, na hapo anagundua kuwa yeye ndiye sadaka. Anasikia kelele, anapogeuka anaona sehemu kama kuna mwanga. Anainuka na kufuata mwanga huo akibeba mti kwa ajili ya kujilinda. Anapofika anaona ni ndege ndiye aliyekuwa anaungua. Elodie anauzima moto ule kwa mchanga akimsaidia ndege yule, na punde anasikia kelele, na mbele yake kundi kubwa la ndege linakimbia huku akiwa anaungua. Wanaanguka hapo wakiwa wamekufa. Anaongea mwenyewe huku akitetemeka akiita mama yake, na hapo anasikia sauti kali ikisema mama, yani kimkejeli, na baridi likimjia kwa nyuma. Anapogeuka anamwona mnyama mkubwa gizani. Anakimbia na kujificha. Yule mnyama anamuuliza jina lake ni nani. Anasema anaitwa Elodie. Elodie anapomuuliza anataka nini, anamwambia anataka ahadi yake aliyoahidiwa, na kwamba kila uzao katika ufalme huo basi kuna kulipia, na harufu ya ufalme katika damu yake aliyonayo inathibitisha hilo, kwamba yeye ni binti. Elodie anakimbia, lakini mbele anakutana na mwili wa yule binti alionana naye jana dirishani. Anaogopa zaidi na kukimbia, ila Dragon anamfuata. Anapata sehemu ndogo anaingia, japo gauni lake linakuwa kubwa linajaribu kumzuia, ila anafanikiwa kuingia ndani, lakini anaungua mguu mmoja. Anafanikiwa kujificha, Dragon akimuuliza kama amemuumiza. Elodie hajibu, anamwambia mwenzie aliyekuja kabla yake ilikuwa rahisi sana kumuua. Kisha Dragon anaondoka. Elodie anatoa kisu ambacho kilikuwa kama pambo kwenye nguo yake, anakata kipande cha nguo na kuziba jeraha la moto mguuni. Anachukua pambo jingine na kuweka kaa la moto na kutumia kama mwanga, akienda mbele zaidi kutafuta njia ya kukimbia. Anajiburuza katikati ya njia, lakini gauni lake ni kubwa sana kwake. Anateleza na kuanguka chini na ule moto unazimika kabisa. Katikati ya giza hilo, mbele anaona mwanga, ni kama vitaa vinavyowaka. Anasogea mbele, kuna uwazi mkubwa, hawezi kupita. Anaamua kupumzika, na hapo anakumbuka vitu vingi baada ya kuona pete alionayo mkononi. Anaivua na kuitupa na kupata ujasiri.
akijirusha kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa jitihada anafanikiwa kuvuka na kwenda pale ambapo ule mwanga upo, anausogelea. Ukiona kwa mbali ni kama barafu zilizoganda, lakini ni wadudu wadogo dogo wanaong'aa sana. Anatoa kipande cha nguo na kuwachukua wengi, akiwaweka humo kwenye nguo yake na kuwatumia kama taa. Mbele anaona maji, anajaribu kunywa, lakini amekaa hapo muda mrefu, ni machafu. Anafuata pale yanapochujia vitone vidogo vidogo, anasimama na kufunua mdomo ili maji yamuingie mdomoni. Vile vitone vidogo vidogo vinavyotoka kwenye barafu vinageuka kuwa maji mengi. Ni Dragon amefika. Barafu inayoyuka kutokana na ule moto wa mwilini mwa Dragon. Elodie anafumbua macho na kuona moto unaanza kutokea kwenye ile barafu unamfuata. Anakimbia na kujificha, huku Dragon akimwambia kuwa yeye anajificha kama wenzie wote waliopita na hakuna tofauti, na kila siku lazima wakimbie, ila mwisho wa siku anawakamata. Pale alipojifichia, Elodie anaona majina mengi sana ya wasichana. Machozi yanamtoka. Kumbe sio yeye peke yake, bali waliotupiwa huko ni wengi. Analala akiwa anaumwa na kuogopa. Anaota ndoto mabinti wengi wakilia humo. Anaposhtuka, wale wadudu aliowatumia kama mwanga wapo kwenye vidonda vyake na wamemponesha. Anaamua kuwaweka kwenye vidonda vingine baada ya kugundua kuwa wale wadudu wanaponesha, na baada ya kupona anakagua pale alipo vizuri na kuona ramani ya pango. Anaisoma ikimwonyesha kuna sehemu inajua, na hapo anajua huko basi kwenye jua ndiyo njia ya kukimbia. Anaanza kupunguza nguo mwilini mwake ili kujiandaa na safari na kuanza kufuatisha ile njia ya ramani. Anafika mbele na kuona njia inayoenda juu, lakini ni hatari kwa kuwa kuna vitu vyenye ncha kali. Anachana nguo yake na kutengeneza soksi za miguu na mikono kwa ajili ya kujikinga, na anaanza kupanda hivyo hivyo akitumia crown aliyoikuta hapo chini, akiamini mmoja wa wanawake aliyetupiwa humo ndani alipanda hapo na kufika huko juu na kuachiwa huru. Akiwa anakaribia mwishoni kabisa, anapanda chini. Dragon amefika, lakini anajitahidi tena kupanda mpaka anafika juu kabisa. Anapofika juu, akiwepo hapo, anasogea palipo na mwanga, lakini yupo juu sana na chini ni mbali, hakuna pa kwenda. Anaiona hekalu kwa mbali, nguvu zinamwisha na anajikuta akilia sana, lakini anaona watu wanapita chini. Anajaribu kuita msaada, hawamsikii, yupo juu sana. Na hapo Dragon anakuja na kumwambia kuwa njia haipo na hapo ndiyo mwisho. Kwa pembeni anaona mifupa ya mtu ikiwa imeungua. Ina maana hata aliyefika hapo juu naye hakuti ya mtu ikimwita Elodie. Anaondoka na kumwacha hapo Elodie na kurudi ndani ya pango. Ndani ya pango ni baba yake mzazi amekuja na watu waliowalipa ili wamlete alipo Elodie. Elodie anashuka na kufuata sauti ya baba yake, na huko anakutana na sehemu kuna dhahabu nyingi na mabaki ya watoto watatu wa Dragon waliokufa. Na hapa anagundua ukweli kuwa mabinti waliouliwa hawakuwa wa mfalme, bali mfalme aliua vitoto vya Dragon vilivyotoka kujitotoa kwenye mayai, na mfalme aliomba msamaha, na hicho ndicho kisasi cha Dragon, kuwa binti zake waliouawa watatu. Na kila baada ya muda katika familia hiyo ni lazima ilete damu za mabinti watatu wa kifalme, yaani lazima mabinti watatu waletwe katika pango hilo. Mmoja ni yule ambaye aliuliwa jana yake, yeye ni wa pili, na kuna mwingine ataletwa. Wale watu wanamwambia baba yake na Elodie kwamba mtoto wake atakuwa ameshauliwa, waondoke hapo. Lakini Dragon anatokea na kuanza kuwa mmoja baada ya mwingine, wengine wakijaribu kukimbia, lakini hakuna anayeweza kukwepa hasira za Dragon. Baba yake Elodie anashuhudia yote hayo, na mwisho Dragon anasimama mbele yake akimuuliza anataka nini. Yule baba akimjibu kuwa kamfuata binti yake na anatoa panga kupambana naye, lakini anakamatwa na Dragon. Yule baba anamwomba Dragon amwachie, lakini Dragon anamwambia amuite, kwani anaisikia harufu ya binti yake. Baba anakataa na kumwambia kuwa binti yake kama anamsikia popote alipo amsamehe, na kwa kuwa alidhani angeweza kuchukua dhahabu na kwenda kubadilisha maisha ya watu wake, lakini ameshindwa na anamuomba msamehe sana. Dragon akimlazimisha amuite binti yake, lakini baba yake anaongeza kuongea kwa nguvu akimwamuru huko alipo asitoke, ajifiche. Elodie anajikuta akipiga kelele na Dragon anamsikia na kuanza kutafuta kujua yupo wapi. Kwa bahati kuna mtu ambaye alibaki akiwa amejificha. Mtu yule nyingine iliposikika akidhani huko ndipo alipo Elodie, na hapo Elodie anamfuata baba yake, anapata upenyo ambaye baba huyo anamuomba msamaha
akimwambia ndugu yake na mama yake wanamsubiri kwenye meli, akimbie na kwenda huko, na mzee huyo anafariki hapo hapo. Elodie anapata upenyo na kukimbia, huku Dragon kule alipoenda anakuta ni mtu mwingine. Anamuua yule mtu na anaamua kumfuata Elodie, lakini Elodie anafanikiwa kukimbia na kutoka nje. Anachukua farasi na kuondoka. Dragon anatoka nje ya pango kwa hasira ya kutompata Elodie, anachoma moto. Malkia kwa mbali anaona hilo na kutoka kwenda kuhakikisha anamaliza mwenyewe hilo jambo, akijua tu Elodie amefanikiwa kutoroka. Floria akiwa na mama yake wamekaa kwenye boti wanasubiria Elodie na baba yake waje wakimbie. Wanavamiwa na Malkia anayemteka Floria na kumjeruhi mama huyo. Elodie anaamka baada ya kukaa sana sehemu hiyo. Baada ya moto kuzimika, kuna moshi tu, akiwa anashuka chini ya mliki, anaenda kutolewa sadaka badala ya Elodie. Elodie anamwambia kuwa anaenda kumtoa mdogo wake huko alipo na kumwambia mama yake amsubirie. Henry anajaribu kuzuia akisema Floria ni mdogo sana, lakini Malkia anamwambia kuwa yeye ni dhaifu. Anachukua damu yake na kupakana na damu ya Floria na kumtupa kwenye shimo. Elodie anafika tayari Gloria alishatupwa na anasikia kelele za mdogo wake. Anashuka chini ya shimo huku Dragon akiwa amembeba Gloria na kuondoka naye. Elodie anaanza kutafuta njia kwenda kumwokoa mdogo wake, akijipaka udongo ili kutoa harufu ya mwili wake ya ile damu aliyopakwa, na kila kilichomo kwenye pango hilo anakitumia kama silaha. Anaenda mpaka alipo baba yake, anachukua panga la baba yake na kwenda huko. Dragon anasikia kelele akidhani ni Elodie, anafuata kelele zilipo, lakini Elodie ameweka mtego. Anaenda kumchukua mdogo wake na kumwamsha akimwambia wakimbie. Anamwamsha sana, lakini Floria ameumia kwenye mguu mmoja, hivyo anatembea kwa tabu sana. Dragon anapofika kule anagundua ni mtego, anapiga kelele za hasira na Elodie anaamua kumficha mdogo wake, akitaka kumwambia Dragon mpaka siku yake ya mwisho anapokufa, basi atahakikisha kila karne inavyofika, kila siku anachukua mabinti watatu katika familia hiyo. Dragon hamsikilizi na kumtemea moto, lakini baada ya kumchoma, Elodie anaangukia kwenye maji na kuungua sehemu kubwa ya mwili wake. Anapokimbilia panga alilorushiwa na mdogo wake ili kujitetea, Elodie anakamatwa na kuteswa, lakini anajitetea na kutoka kwenye mikono ya Dragon na kumshambulia, huku akimwambia yeye sio mmoja wao, lakini Dragon bado mbishi, akisema anasikia harufu ya damu yake. Elodie anainuka tena, huku Dragon akimwambia akubali matokeo kama yeye alivyokubalia kwake. Elodie hakubali, akimwambia amuonyeshe huo moto wake, akimwambia muunguze. Dragon anapotema moto, Elodie anakwepa na ule moto unamrudia mwenyewe na kumuunguza. Dragon akiwa amelala chini kwa maumivu, Elodie anamfuata akiwa na panga lake, lakini anamwonyesha ile alama ya kukatwa, akimwambia kuwa wote waliouawa ni watoto wa watu wengine. Dragon anamwambia basi ammalizie. Elodie anainua panga lake na kuchoma chini, akikataa kumuua. Anaenda kwenye maji na kuchukua wale wadudu wanaong'aa na kumwekea Dragon alipoungua kote, na wale wadudu wanaanza kumtibia. Huku kwenye ufalme kuna ndoa nyingine ya tatu inafungwa, na hapo inatupwa shilingi. Malkia anaiokota na kumwona Elodie, wote wanaogopa. Henry anamfuata kujitetea kuwa hakupata usingizi, lakini Elodie anamkatisha akitaka kujielezea zaidi. Mama yake anamkataza, anamwambia asijielezee mbele ya Elodie. Elodie anaenda aliposimama bi harusi na kumuuliza kama yule ndiyo sadaka ya. Wakati mwingine tena nikikuletea filamu nyingine nzuri zaidi. Subscribe kwako utakupa notification kila ninapopost. Like, share yako na maoni yako inanipa mimi nguvu zaidi ya kuendelea kukuletea vitu vizuri zaidi.